Na kusalimu kupitia jina la Yesu. Tujifunze neno la Mungu asubuhi ya leo ili kwamba tuweze kusimama tena kwa upya, tumwamini Mungu, yeye aliyetuvusha kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi huu wa 6 tumeumaliza. Leo tarehe 1 mwezi wa 7. Hebu tuangalie ni neno gani tusimamie ili kwamba tuone mkono wa Mungu. Simamia hili neno mpendwa ninalokupa leo. Simamia hili neno, utauona mkono wa Mungu. Mungu anasema hivi, basi zishike amri na sheria na hukumu ninazokupa leo, zitende. Na itakuwa kwa sababu mwazisikiliza hukumu hizi na kuzishika na kuzitenda, basi Bwana Mungu wako atakutimizia agano na rehema aliyowaapia baba zako. Mstari wa 13, naye atakupenda na kukubariki na kukuongeza, tena atabariki uzao wa tumbo lako, uzao wa nchi yako, nafaka zako na divai yako na mafuta yako na maongeo ya ng'ombe zako na wadogo wa kondoo zako, katika nchi aliyowaapia baba zako kuwa atakupa. 14, utabarikiwa kuliko mataifa yote. Hakutakuwa na mtu mume wala mke aliyetasa kati yenu, wala kati ya wanyama wenu wa kufugwa. Na Bwana ataondoa ugonjwa wote, atakuondolea ugonjwa wote, wala hatatia juu yako maradhi yoyote mabaya uyajuayo ya Wamisri, lakini atayaweka juu ya wote wakuchukiao. Haleluya. Tunaona kwamba Mungu anasema ya kwamba ukizishika amri zake ambazo amekupa leo, ukiishi maisha ya kumpendeza yeye Mungu, ukiishi maisha ambayo amekubali kwamba haya ndiyo yanatakiwa aishi mtakatifu, ukiacha dhambi, ukishika sheria za Mungu kwamba usizini, usiibe, usiongee uongo, usimsingizie jirani yako, usimuonee wivu mwenzako, acha masengenyo, yani ukiishi maisha matakatifu, hapa tunaona Mungu anasema ya kwamba kukubariki, atakubariki kwa sababu azishika sheria zake. Mungu atakubariki, Mungu atakutendea. Kwa hiyo hapa tunaona ya kwamba Mungu anaagiza kuzishika sheria zake. Ukishika sheria za Mungu utauona mkono wa Mungu. Ukishika sheria za Mungu utakula mema ya nchi. Lakini Mungu anaagiza kwamba, anasema ya kwamba ndipo atatimiza agizo lake. Sikiza nikwambie, kila mwanadamu aliyezaliwa liko agano la Mungu ndani yake. Mungu anasema atatimiza agano lake, yani agano lake, kusudi lilofanya mpaka na kuacha wewe unazaliwa, unatoka katika dunia hii, unaishi, unakuwa mpaka unakuwa mkubwa kama hapo ulipo. Ina maana Mungu ana agano na wewe. Kwa hiyo Mungu atatimiza lile agano lake. Kama utashika sheria zake, Mungu atatimiza agano lake ndani ya maisha yako. Lile agano Mungu ameagana na wewe, Mungu atalitimiza kwako. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anatamani kwamba watu washike sheria zake, watu watembee katika njia zake, ili kwamba agano ambalo ameagana nao ili litimie, ili kwamba kusiwe na vikona kona. Kwa sababu watu wengine wanasema hivi, jamani, hata tukiokoka inakuwaje walokole wenyewe wanaishi tu kama sisi? Unajua kwa nini unaishi kama wao? Kwa sababu hushiki sheria za Mungu, hushiki agano la Mungu, hutembei sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo umekuwa vuguvugu, na Mungu hataki mtu vuguvugu. Anataka kama ni moto uwe moto, bora uwe baridi, ajue moja kwamba ni jinsi gani atakusaidia. Haleluya. Lakini anasema ya kwamba hapo utakapozishika sheria zako atakupenda. Mungu akikupenda atakufanya rafiki, atakufanya mwana. Maana neno linasema ya kwamba wale waliompokea amewapa uwezo wa kufanyika wana. Kwa hiyo ukifanyika mwana, wewe ni mlisi pamoja naye katika kiti cha enzi cha Mungu. Kwa hiyo kama ukifanyika mwana, mwana ni mlisi wa nyumba ya baba yake. Kwa hiyo ukifanyika mwana, wewe ni mlisi pamoja na Kristo Yesu. Haleluya. Tena anasema nitakubariki, atakubariki. Mungu amesema atakubariki. Tena amesema kwamba hapata kuwa mwenye kuwa tasa katika nchi yako, katika uzao wako, katika. Kwa hiyo wewe uliokoka, ambao una wokovu wa kusitasita, ndio unasababisha nyumbani mwako kunakuwa na matasa.
wanyama hawazai vizuri, maisha yanakuwa magumu. Wewe ndio kiongozi, wewe simama vizuri. Mungu amekuahidi ya kwamba ukisimama vizuri, wamesema hakuna atakaye kuwa tasa. Kwa hiyo utakuwa na haki ya kusimama na kumdai Mungu. Mungu liniambia kama nikisimama na wewe vizuri, unamesema kwamba katika nyumba yangu hapata kuwa mtu aliye tasa. Mbona inatokea 1, 2, 3? Lakini anasema kwamba atakuondolea magonjwa ya Misri. Mungu atakuondolea magonjwa. Hutakuwa kila mara sije hospitali, sije, maana yeye ni daktari mkuu. Kwa hiyo Mungu atakuondolea magonjwa pia. Hebu simama vizuri na Mungu. Nenda ukauone mkono wa Mungu. Simama vizuri, shika sheria za Mungu. Kwenye mwezi huu wa 7, anza na Mungu. Sema, Mungu, sasa ninashika sheria zako. Nataka niuone huo mkono wako. Hebu mjaribu tu. Mungu amesema nijaribuni muone. Nijaribuni muone kama sitafungua madirisha ya mbinguni. Nijaribuni muone kama sitawabariki. Hebu mjaribu Mungu kipenzi. Mjaribu Mungu, zile sheria alizokupa, zile sheria alizoziandika kwenye kitabu chake kitakatifu. Hebu shika zile sheria, halafu mdai Mungu haki yako. Maana simama vizuri na Mungu, una haki ya kudai haki ya Mungu ambaye amekuahidia. Mungu amesema nitakuwa pamoja nanyi, nitawaponya. Nitawaponya, nitakuondolea magonjwa. Kwa hiyo una haki ya kumdai Mungu kwamba Mungu ulisema wala hapata kuwa juu yako maradhi. Mungu anasema hapata kuwa na maradhi juu yako. Unaona? Hapata kuwa na maradhi juu yako wala aliyetasa katika nyumba yako. Hebu simama na Mungu. Wewe uliyeokoka, halafu unaishi maisha ya kudandadanda. Leo umeokoka, kesho uko kwa Kaisari, ndio unasababisha hazitokei baraka kwenye familia yako. Wewe ndo lango. Mungu wa mbinguni akubariki.